Arusha wanajenga jengo la utawala, jengo ambalo baadhi ya viongozi umeona wanalipigia debe sana, lakini nataka nikuombe tuma timu yako ikakae pale ikaangalie kinachoendelea pale ndani. Katika jengo la utawala, kwanza gharama zake za jumla hazipungui bilioni 9. Jengo la floor 8 unajenga kwa bilioni 9, maana yake kila floor moja ni bilioni 1 na ushee, kitu ambacho kwa akili ya kawaida hakiwezekani. Lakini ukiangalia wameingia mkataba juzi hapa wa 6.2 bilioni. Katika ule mkataba kuna baadhi ya vipimo walivyoandika kwenye BOQ na kwenye utekelezaji ni tofauti. Wameandika kwenye BOQ wana vipimo vyao ni 1128 mita square, mkandarasi amekoti kwa 1128 cubic meter, ambayo imeongeza gharama ya milioni 252. Wameandika vipimo vyao ni hiyo 734 mita square, mkandarasi amekoti kwa 734 mita square. Gharama zimeongezeka kwa bilioni 1.5. Kwa hiyo wameingia mkataba wa bilioni 6.2, gharama halisi zilitakiwa ziwe bilioni 3.4. Kuna ziada ya zaidi ya bilioni 8. Leo wananchi wa Arusha pale wanapata tabu, vivuko ni shida, barabara za ndani ni shida. Watu wanachezea fedha namna hii, na badala ya viongozi mliowaamini kusimamia, na wao wanakwenda kushabikia. Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuambia mara nyingi sijawahi kuwa na mashaka na usimamizi wako, toka ukiwa michezo, ukiwa utumishi na ulivyokuja TAMISEMI. Naomba ongeza jicho la ziada kwenye usimamizi wa miradi, kwa sababu Daktari Samia anatafuta fedha dunia nzima kwa ajili ya Watanzania. Badala ya kuzisimamia vizuri, zinakwenda kuliwa na watu wachache. Hilo jambo halikubaliki. Utasikia mbunge anagombana na kila mtu. Sasa kwa ujinga wa namna hii, na achaje kugombana na kila mtu. Sasa mimi nimechaguliwa pale kulinda maslahi ya watu, hasa watu wanyonge. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri utusaidie, kwa sababu hili jambo ni jambo very serious, na viko baadhi ya, kwa mfano hao wenzetu wa PPRA wana evidence ya hili jambo nalokuambia, lakini hatua zichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu, pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu. Hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu, wanachukua si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna. Zile ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ili jambo mimi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana kwamba utakwenda kuhangaika nalo. Lakini la tatu ni kuhusu TARURA. TARURA bajeti yake jiji la Arusha ni bilioni 4.39. Ndio bajeti ya TARURA. Hapa tunaona watu wanachezea bilioni 9 kujenga jengo moja tu. Hizi fedha zingeenda kwenye barabara, zingeenda kwenye vivuko, haya makelele unayosikia Arusha leo yasingekuwepo. Wanataka zije huku kwa sababu wanajua ni rahisi kuzila, na wanashirikiana, ni teamwork kwenye kulimaliza lile jiji la Arusha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu, hasa haya makubwa, Arusha, Mbeya, majiji yote ya Dar es Salaam, Mwanza, kaeni na watu wa halmashauri wasipange budget kitraditionally, wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko, leo kuna shida ya barabara. Mnakwenda kutenga fedha bilioni 1.6 jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri milioni 800 kwa mwezi. Leo mnakwenda kulibomoa eti mjenge jengo jingine ambalo tayari kuna mapato mnayapata pale. Kwa nini 1.6 isingeenda kujenga barabara? Kwa nini 1.6 bilioni isingeenda kujenga vivuko, tukaondoa changamoto kwenye maeneo yetu? Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua wakibomoa pale, wakijenga, kila mtu atapata kibanda kimoja kimoja au atapata vitu vingine, maslahi binafsi. Hawaweki maslahi ya umma kwenye eneo hili. Na jambo hili Mheshimiwa Waziri nilisema kwenye kamati yako na maeneo mengine. Kwa wanakwenda kubomoa majengo pale, wanatumia 1.6 bilioni, kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako, na Mheshimiwa Waziri unaweza kutusaidia kwenye hilo jambo. Lakini pia wanataka kujenga ukumbi kwa zaidi ya bilioni 3. Pale mna AICC, ndio kazi yao masuala ya mikumbi na vitu vingine. Sisi tumejenga jengo letu la halmashauri pale, kuna kumbi zetu za mikutano na vitu vingine. Badala sisi kujielekeza kwenye shughuli za maendeleo,
nataka shughuli nyingine huku za maukumbi na nini. Kwa sababu gani? Wanajua 3.4 bilioni ambao wamemsainisha mtu watakula mle ndani. Sio kwamba wanabuni wanalipenda jiji, maeneo ambayo yanatatua shida za watu. Hela hazipelekwi. Wewe leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu, milioni pengine 50. Hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni 800 stendi ndogo, unaweka 1.6 bilioni huku hujamaliza shida za wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane, kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo. Kwa sababu kuna kama kituo cha afya Mkono, Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni 800. Kilikuwa ni kizahanati, leo ni kituo kikubwa, barabara mbovu. Tungeweza kuokoa 1.6, tungeweka lami pale kwenda kituo cha afya, watu wakaenda zao wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumekuwa na changamoto pia barabara yetu ya Afcon kule tunakojenga, barabara ya Njolo tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni imani yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia ili tuondokane na hizo changamoto. Lakini kingine, Mheshimiwa Waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka 2 iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Sasa unajiuliza, Arusha hakuna wamachinga? Kwa nini hela hazijatumika? Ukienda katika hali ya kawaida, ukienda pale masokoni, angalia soko la Mbauda pale, matope matupu. Milioni 500 ipo, rais kaleta, imekaa tu. Nenda soko la machinga namba 68, matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni 500 ipo, ina miaka 2, Daktari Samia kaleta, hamna ambacho kinaendelea pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya, karibuni kila mahali. Kwa sasa unajiuliza, hawa mliowapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule, wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana kwa fursa hii adimu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, sekunde moja. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli. Tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito. Kwamba jengo la bilioni 6 zimezidi sijui bilioni 3, kwingine bilioni 8. Sasa hiyo kidogo sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa wabunge, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa Waziri, tutakapomaliza bajeti yako utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. Tutakupa nafasi hapa bungeni kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni, tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo.